nisije nikarudia tena. Yeah. Kwa hiyo tutaangalia namna gani ambavyo mtu anaweza akashinda gari, akashinda safari na akashinda incentive nyingine pamoja na zawadi zinazotolewa kila mwezi. Sasa hii ni nje na bonus inayotolewa kila mwezi, na kama mnavyojua tulizungumza bonus inayotolewa kila mwezi. Kampuni ya BF Suma inatoa bonus kwa distributor wake kila mwezi kulingana na kazi uliyofanya. Hapo unaweza ukatengeneza kipato chako kulingana na kazi ambayo unakuwa umeifanya. Lakini pia kwa mwaka kuna incentives zingine ambazo BF Suma inazitoa. Yote ni katika kuwafanya uh, distributor au wale watu wanaofanya biashara na kampuni ya BF Suma waweze kufurahia biashara, lakini pia waweze kuifanya biashara wakiwa na ile hari na morali, ili waendelee kuifurahia biashara, kwa sababu kama mnavyojua, kulingana na maisha jinsi yalivyo, ni rahisi sana mtu kuweza kupanga mipango mingi, lakini utekelezaji unakuwa hafifu. Kwa mfano, mara nyingi watu wengi wanatamani kupata muda wa mapumziko, kwenda holiday, lakini wanakosa sababu inayomsababisha aende akapumzike, lakini wanakosa destination za kwenda tofauti tofauti, kwa sababu kipindi unakusanya pesa ni rahisi kuambiwa nyumbani kwenu kuna emergency imetokea, ukatumia pesa katika mambo mengine, usitimize lile lengo ambalo umefanya nini, umejiwekea. Kwa hiyo BF hapa imeseti baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vinakwenda. Jambo la kwanza ni lipi? Jambo la kwanza, kuna incentive ambayo inaitwa privilege fund, ambayo hii privilege fund wanaipata watu wa star 4 na watu wa star 7. Kama unavyoiona hapo kwenye kitabu chako ipo namba 130. Kwa wale ambao mmeshachukua kiti zenu, nafikiri vitabu mnavyo, mkifungua peji namba 130 mtaona. Kwa wale ambao hamjapata kiti zenu, itakuwa ni kwa sababu hampatikani kwenye simu zenu za kawaida, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kuweza kuwapata, ili muweze kupata hizo kiti zenu zile ulizo register, zile ule mfuko baada ya kuregister. Sasa kwa mtu aliyepo star 4 ana uwezo wa kupata dola 50. Dola 50 BF Suma mpaka leo dola yetu sisi tunatumia 2800. 2000 mia ngapi? 800. Kwa hiyo 2800 ina uwezo wa ambao ndo dola sasa, ukizidisha kwa pesa ya kawaida ambayo ni dola 50, itakupatia amount ambayo unaweza ukaitengeneza, na hiyo unaipata nje na bonus yako ya kawaida, ambayo hapa tunazungumzia shilingi 140. Hii ni fedha ambayo unapewa, lakini hii fedha unaweza ukapewa kivipi? Hii pesa unaweza ukapewa, hii pesa utapewa ikiwa kuna vigezo ambavyo vinakuwepo. Sasa hapa utasoma kwenye A ambayo inaitwa Star Special Support. Sasa Star Special Support inatokea vipi? Inatokea utalipwa shilingi 140 kama wewe utakuwa ni star 4. Kwa hiyo kwenye hili timu wote ambao mko star 4 mna nafasi ya kuweza kupata hii incentive. Lakini ya pili, have no less than 2 star downline. Uwe na downliner wawili ambao at least wako star 3. Yaani star 3 na kuendelea, lakini miguu yako miwili katika miguu yako mitatu wawe star 3. Alafu cha tatu, GPV zako zisipungue 1500. Nakumbuka nilifundisha kuhusu GPV. GPV ni zile pointi zako pamoja na pointi ya timu yako, zisipungue 1500, na hii yote itokee ndani ya mwezi mmoja. Sasa ukishafanya hivyo, kampuni ya BF Suma itakupatia shilingi 140 au dola 50, ambayo hiyo itakuwa ni kwa ajili yako. Kwa hiyo hii ni incentive ya kwanza. Kwa hiyo kama wewe kwenye system yako ukiangalia kwenye Touch BF Suma inasoma star 4, basi jua kabisa una hiyo potential ya kuweza kuwini 140 ili uweze kupata hicho kitu. Jamani, tumeelewana? Ndugu zangu, tuko pamoja humu ndani? Yes, yes, tupo. Tuko pamoja tajiri, tuko pamoja. Haya. Kwa hiyo hiyo ni kigezo katika hiyo nini hiyo, unaweza ukapata hiyo 140 kama utafanya hivyo. Haya, ukiwa star 7 una uwezo wa kupata zawadi ya fedha ambayo yenyewe
inategemeana, lakini utalipwa 3% ya zile pointi ambazo mguu ambao haujafika leader umefanya. Kwa mfano hapa, wewe ukawa hapa ukawa na mguu wa kwanza ambao ni A, umeshafika leader na wenyewe 7 star, afu ukawa na mguu wa pili ambao na wenyewe umefika 7 star ambao ni mguu B, lakini mguu C wenyewe ukawa bado uko 4 star, lakini umefanya 2400. Kwa hiyo watachukua zile 2400 watazidisha kwa 3%, na kitakachopatikana itakuwa ni zawadi ya fedha ambayo utapewa. Hiyo ni nje na bonasi yako ya kawaida ambayo unapata kulingana na kazi ulioifanya. Kwa hiyo hiyo ni zawadi ambayo inatolewa, na ndio maana nasema hii ni privilege fund, zawadi ya pesa cash ambayo inatolewa kila mwezi kwa wanachama wanaofanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo hicho kilikuwa ni kigezo cha kwanza, lakini kitu cha pili sasa hapa ni safari. Sasa safari ambayo hii ni safari ya kusafiri kati ya nchi zifuatazo. Nchi ya kwanza ni South Africa na nchi ya pili ni Dubai, United Arab Emirates. Kama ulikuwa na ndoto ya kufika Dubai, basi BF Suma inaweza ikaitimiza ndoto yako. Cha kwanza, safari hii inatolewa ambayo bajeti yake ni $2,000. Hiyo ndio budget kwenye hii safari, na $2,000 ni sawasawa na shilingi za Kitanzania milioni 5,600,000. Kwa hiyo safari yako inakuwa na gharama ya milioni 5,600,000, ambayo hiyo itakava hoteli, activity zote zitakazokuwepo huko, usafiri wa kwenda na kurudi, chakula kwa siku zote ambazo kampuni itakuwa imepanga watu kwenda huko. Kwa hiyo hiyo ni intercontinental. Kwa hiyo kama mwaka huu mmekwenda South Africa, mwaka unaokuja mtakwenda Dubai. Mwaka unaofuata mtakuja South Africa, mwaka unaofuata ni Dubai. Kwa hiyo hivyo inakwenda kushoto kulia, South Africa Dubai, South Africa Dubai. Kwa hiyo mnakwenda kule kupata experience. BF Suma inaamini katika exposure na inaamini katika kumfanya mtu aweze akue, aende kuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo safari hii sasa, vigezo vyake ni nini ili uweze kushinda safari? Jambo la kwanza, unatakiwa uwe na watu watatu ambao wamefika level ya 7 star. Yaani uwe na watu ambao kwenye level ya 7 star watatu, na hao watu wawe active kwenye mwezi wa mwisho ndani ya mwaka mzima. Sasa kila mmoja akienda kwenye Touch BF Suma yake atagundua kwamba ana kitu kimoja kinaitwa assessment year. Assessment year, ukienda kwenye Touch BF Suma ukaenda kwenye team, ukifika kwenye timu ukibonyeza jina lako kwenye pale penye timu, utagundua pale juu inakuandikia kitu kinaitwa period, kwamba kila mmoja ana mwaka wake katika biashara na kila mmoja anapimwa kulingana na mwaka wake yeye kwenye biashara uko vipi. Kwa mfano mimi mwaka wangu ni mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 3. Agree, ukiingia kwenye timu hapo ukiminya jina lako, niambie wewe mwaka wako unasoma lini? Agree, mwaka wako unasoma lini? Sorry doctor, najaribu kuangalia sijui ni mwaka wa huu. Nenda kwenye timu, ukifungua kwenye dashboard pale, ukienda kushoto kuna timu. Ndio nimeingia hapa sisi kwenye timu. Kwenye timu afu panda juu, afu nani kwenye jina lako bonyeza jina lako lile ambalo unaliona jina lako pale. Smith. Ukibonyeza jina lako kuna peji inafungua pale mwanzoni pale, inaandikwa performance and achievement. Okay. Kila mmoja anaweza kajaribu jamani, ambaye amefungua. Amo. Amo. Nani ameona? Mimi tayari. Umeona? Eh,
Kuna sehemu hapo imeandikwa periodi pameandika period 2025 mwezi wa 8, mm, alafu dash 2026 mwezi wa 7. mm. Kwa hiyo wewe sasa mwaka wako unaanza 2025 mwezi wa 8 na mwaka wako utaisha 2026 mwezi wa 7. Kwa hiyo ndani ya kipindi hicho ndio kipindi ambacho unataka kupima, kufanya ile assessment, ambayo assessment ikikamilika unapata reward. Kwa hiyo kama umeshinda safari utashinda safari. Kwa hiyo hicho ni kigezo mojawapo ambacho nilikuwa nataka kila mmoja awe anakijua. Kwa hiyo kinakuwa kinaonekana kwenye system. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia ili ujue kabisa, okay, kazi yangu nayotakiwa kuifanya mwaka wangu umeanza lini na unaisha lini. Kwa hiyo hapa amezungumzia kwamba mwaka wako wa mwisho, mwezi wako wa mwisho have no less than 3 active *7 downline katika last month period. Kwa hiyo kwenye mwezi wako wa mwisho kabisa ule, hakikisha watu wako wale wa kwanza ambao umewaleta kwenye biashara wanakuwa wako active, wamefanya kazi kwa mwezi huo. Hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili, yearly CGV have no less than 40,000, kwamba katika mwaka mzima CGV ni mrundikano wa pointi zako zote, usiwe chini ya ngapi? Chini ya 40,000. Sasa hapo hapo ukienda kwenye mwaka wako inaposoma chini yake, ukiscroll pale kwenye miezi, inakuonyeshea kabisa mkusanyiko wa pointi zako. Inazungumza mwezi wako kwanza kulingana na mwezi wako umeanza lini pale. Kwa mfano kama aliyejiunga mwezi wa 8 ataona pale mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Alafu mbele zinasoma kwamba pale amekusanya pointi ngapi. Kwa hiyo hizo pointi zikifika 40,000 tayari unakuwa una kigezo cha kuweza kufanya nini? Kuqualify hiyo safari. Kingine, unatakiwa uwe maintain active every month. Maana yake ku maintain active every month, unatakiwa tokea ulipojiunga na kampuni ya BF Suma, kila mwezi unatakiwa uwe active, yani kila mwezi unatakiwa ulipwe bonus ili uweze kupata hiyo safari. Kwa hiyo unapokuwa na pointi 40,000 kwa mwaka mzima, unapokuwa na viongozi watatu, na unapokuwa umekusanya point, na unapokuwa active kila mwezi, unakuwa umewini kuweza kupata kigezo cha kushinda hii safari. Mwaka jana kwenye hii safari walisafiri watu 26. Mwaka huu wanasafiri watu 78, ambayo safari yake itakuwa tarehe 21 mwezi wa 10, safari kuelekea Cape Town, South Africa. Kwa hiyo hii ni safari ambayo pia ni exclusive kwako, na wewe unatakiwa uwini ili ushinde safari kama hii, ili ukafurahie matunda ya biashara yako. Jamani, tumeelewana mpaka hapo? Alafu hiyo ni safari ya kwanza ambayo inaitwa nini? Intercontinental Travel Award. Yenyewe thamani yake ni $2,000. Kuna safari nyingine ambayo hii ni safari kubwa, ambayo hii safari yenyewe ni $4,000. Hii inaitwa international. Sasa tofauti hapa ni budget. Bajeti ya kwanza ni $2,000, bajeti hii ni $4,000. Wewe utagundua wakati hii ni $5,000,000 na $600,000, hii safari nyingine ni $11,000,000 na $200,000. Kwa hiyo bajeti ya $5,000,000 na $600,000 haiwezi kulingana na bajeti ya $11,000,000 na $200,000. Kwa hiyo hii safari yenyewe thamani yake ni $4,000. Ili uweze kupata hii safari unatakiwa uwe na miguu mitatu ambayo ya watu wamefika star 7 star 7 star 7, na pia wawe active ndani ya mwezi wa mwisho. Lakini pia hii safari ili uweze kushinda unatakiwa uwe una makusanyo ya point kwa muda wa mwaka mzima, point 80. Alafu kingine, kwa mwezi mmoja katika miezi 12 at least uwe umehit level ya 9, uwe umeenda level 9, na unatakiwa uwe active kila mwezi. Hii itakuwezesha wewe kuweza kushinda safari, ambayo safari hiyo ndio hii safari ambayo mimi nimerudi Jumamosi, ambayo tulikuwa tumekwenda Shanghai mwaka huu. International nimeanza kusafiri tokea mwaka 2018, ambako mwaka 2018 tulikwenda Beijing, China,
2019 nikaenda Marekani. 2020 ilikuwa ni COVID. 2021 ilikuwa ni COVID. 2022 nikaenda Singapore. 2023 tukaenda Thailand na Bangkok. Bangkok na Hong Kong. Alafu 2025 ambao ndo mwaka huu, mwaka jana tulikwenda Marekani na wengine walienda Malaysia. Mwaka huu ndio tumekwenda sisi Shanghai, China. Wakenya wamekwenda Maldives, alafu Waganda wamekwenda Beijing. Kwa safari hii wali separate watu, kila mmoja alikuwa ameenda kulingana na interest zao. Lakini mwakani kutakuwa na first generation ambayo mwakani tunakwenda London, Uingereza. Kwa zote hizi ni exclusive ambazo zipo kwenye kampuni ya BF Suma na kila mmoja anaweza akashinda. Jamani, tumeelewana mpaka hapo? Asante kama nimeeleweka. Kwa hiyo hii ilikuwa ni safari ya pili. Kwa hiyo BF Suma kuna safari ya kwanza yenyewe inahitaji pointi 40,000. Safari kubwa inahitaji pointi 80,000. Kwa hiyo makusanyo ya pointi zako zikifika 80,000 unakuwa umewini hiyo safari. Alafu jambo lingine sasa ni gari, ambayo hii gari unashinda gari yenye thamani ya dola 12,500. Dola 12,500 ni sawasawa na shilingi milioni 35 za Kitanzania. Vigezo vyake ili uweze kushinda hii gari ni pale ambapo gari wewe utakuwa na miguu mitatu iliyofika star 7 na mwezi wa mwisho wewe active wote. Jumla ya makusanyo ya pointi zako ziwe 120,000. Alafu unatakiwa uwe level ya 10 at least mara moja ndani ya mwaka mzima, na unatakiwa umaintain kila mwezi uwe active. Hiyo itakuwezesha wewe kuweza kupewa gari ya shilingi 12,500. Na BF Suma anachokifanya, unachagua gari, unapeleka mkataba wa gari ambao umeipata yenye thamani ya milioni 35, wanaukabidhi mkataba, alafu wanalipa pesa kule ambako wewe unaenda kuinunua hiyo gari, na gari ikitoka kule inakuwa kwako. Masharti ya hii gari, utakiwa kuiuza ndani ya mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja unaweza ukaendelea kuiuza, au kama unataka kuivunja vunja, unataka kuichoma moto, uhuru ni wa kwako. Lakini ndani ya kipindi cha mwaka wa kwanza gari inatakiwa iendelee kutumika kama ushuhuda wewe uliyepewa, ili watu wengine wajifunze kupitia wewe ambaye umepewa. Wangapi mmenielewa mpaka hapo? Jamani, wangapi mmenielewa? Okay. Basi kama mmenielewa, kama kuna mtu hajanielewa sehemu, naomba aniulize swali, maana yake ndo tayari nimeshamaliza kuhusu hizo incentives ambazo BF Suma anazitoa. Mwenye Samsung ujaandika jina lako, sema, fungua mic. Mwenye Samsung sijui ni nani amefunga microphone. Jamani, kama kuna mtu ana swali, kuna sehemu hajaelewa. Jamani, kama kuna mtu hajaelewa kuhusu vigezo, namna ya kupata safari, namna ya kupata magari. Dokta, naomba niulize hapa mwisho. Karibu. Kuna kitu umesema kwamba mtu anatakiwa kumaintain kuwa star 7. Anatakiwa kumaintain kuwa star 7. No, yani ulivyokuwa unazungumza ulisema mtu anatakiwa awe active alafu awe star 7 kwenye, nafikiri ni incentive ya gari, something like that. Ni gari ya usafari. Nataka kujua kuna wakati katika hizi renki unaweza ukashushwa. Kwenye renki hushushi, ila kuna renki unaweza ukawa hauko active.
Okay. Kutokuwa active maana yake ni kuto kufanya point kwa ndani ya mwezi husika ili uweze kuwa active. Ah. Lakini huwezi kushushwa hata kama ukufanya point. Kushushwa ushushwi, ila unakuwa active au inactive. Sasa Okay. unapokuwa haupo active maana yake hata kama ulikuwa active mwezi mzima, mwaka mzima, na mwezi mmoja wa 11 ukakosa mwezi mmoja, hata kama pointi zako zimefika na ulitakiwa upewe gari, hutopewa kwa sababu kuna kigezo kimoja umekivunja. Okay, asante. Asante sana. Kwa kuwa active ni muhimu sana, unatakiwa uwe active mwaka mzima ili uweze kupata ile potential, kitu ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo swala kuwa active ni swala ambalo ni endelevu, mtu anatakiwa awe active ili aweze kuziwini hizi vitu. Mwingine mwenye swali?